Kisii. Umezaliwa wapi mami? Mimi nimezaliwa Nairobi. Haya. Nilizaliwa Pumwani Hospital. Watoto wa hospitali tumefikiwa. Pumwani Hospital. Nilisalimu Pumwani. 1982. Haya, huyu hana shida na miaka. 30th May. 1982 30th May. So ukitupetea na calculator jua kitu. Ai, mwache kukalculate naye miaka imeenda. Niko ka 4th floor. Wani alika ya mama Mokera. My sister is born 82. Wow. Niko ka 4th floor. Ni kama 42, 43 hapo. Kwetu ilikuwa Isili. Aya. Isich. 11th Street. Isili 11th Street. Yes. Wow, 1982. Unajua huko tulikuwa tunaishingi hiyo street yetu ati kuna plot ya Wakisii, ati ile plot ya Wakisii, ile plot ya Wajaluo, ile plot ya Wakamba ilikuwa anga hivyo. Plot ilikuwa ya Wakisii. Ilikuwa plot ya Wakisii kwa ile 11th Street. 1982 you were born. Yes. Mamake Nyaboke ni nani? Mamangu anaitwa Joyce Michoki. Joyce Michoki. Yes. Pia ametoka Kisii. Ni Mkisii. Joyce Michoki. Wow, naye baba yetu. Baba yangu pia ametoka Kisii but he is late. Okay, anaitwa James Omanga. Yes. The late. Yes. Wow, Mungu aendelee kumlinda mahali pema peponi. Amen. James Omanga. Sasa umezaliwa ukiwa what born? Mimi ndio first born. Haya. Kwa watoto 8. Mwadhani. Yes. Wakiwa wamezaliwa wote Nairobi. Imagine. Hai Nairobi. Yani ni doremi. Yani mama akifikisha. Ikipita tu miezi 3 anashika. Inaka akipita zingine. Hata tungekuwa kama wa 10. Kama wawili wanapotelea hapo sijui like garage hivyo. Hata tungekuwa kama 12. Ala. Firstborn of 8 ya watoto 8. Yes. Mwadhani. Na umezaliwa Isili. Haya, mami na baba yetu pale, Madam Joyce, mama yetu Joyce na the late James. Wanafanya kazi gani Nairobi? My dad used to be a businessman. Alikuwa ana work na Kenya Telecommunications. Kenya Post and Telecommunication. Nakumbuka ile jina ndefu. Kenya Post and Telecommunication something. Then akacha akakuwa was an engineer. Akaanza biashara. My mom was a teacher. Lakini miaka hiyo yani sisi wa Kisii. Mzee akasema mimi wewe ni ukae nyumbani. Kazi yako ni kuzaa na kulea. Wow. Mimi ndio nita provide. Wow. So my mama aliacha hiyo miaka. Actually no, we didn't even see her. Akiwa mwalimu. Alikuwa mwalimu primary, secondary, primary school. Yes. Okay. So hata tukumuona akiwa mwalimu. So unajua kitambo ukifika form 6 ulikuwa unakuwa mwalimu. Wow. Ukogeshagi. So hakuendelea kuwa mwalimu. Sasa kazi yake ikakuwa wanasaidiana biashara pale. Yes. Na haswa sasa kazi yake ni nyumbani. Nyumbani. Kulea watoto. Kuzaa na kulea. Yes. Utaingia haya. So hii biashara ni gani after ameacha pale Telepost Communication? Yes. So ni biashara gani amefungua? Like spare parts za magari na nini. Yes. He was a mechanical engineer. So it was mostly vitu ya magari. Yes. na nini. Na kidogo maneno ya real estate kidogo. Manyumba hivyo kujenga za kukombolesha maduka vitu kama hizo. Sasa pale mko Isili kwa ploti ile ya Wakisii. Nyumba inatosha watoto wote, ilikuwa kama bedroom zote ama mzae alikuwa mtu ebo. Lakini by the time tunapata wote tulikuwa kwa tumeama. Sisi kama 4 nadhani ndio tulizaliwa hapo. Sasa mna banana tu hapo na nyumba ya curtains. Unajua kitambo unaweka nyumba mnaweka curtains. Room moja alafu mnaka curtain na alafu kuna ingine. Yaani unapata ni ploti, mnachukua nyumba kama 3 kwa ploti. Unajua kuna moja inakuwa sitting room iko na curtain hivyo. So lakini by the time napata mtoto wa
pili wa tatu tulikuwako tumeama. Kabla Muhammad umeingia nasari. Yes, nilisomea pale St. Teresa's pale, kulikuwa na nasari iko St. Teresa's Catholic Church pale Isili mwisho. Karibu hapo opposite Pangani. So nikaenda nasari hapo. Alafu standard 1 nikaanza Ainsworth Primary School iko tu pale Kamkunji. Nikasomea Ainsworth darasa la kwanza, la pili. Kafika darasa la 3 nikapelekwa boarding. Sasa nikaenda boarding sehemu ya Kajiado. Class 3 guy. Mimi nilienda nikiwa 4. Ulienda 3 imagine. Yani mpaka ukiangalia unaona kama ulikuwa unachukiwa. Hii ilikuwa labda kutengeneza nafasi ndio watoto watoshee kwa nyumba. Ukaenda boarding? Nikaenda boarding. So nikakuwa boarding. Ile ni shule umeitaje? Ya boarding Ainsworth. Kajiado. Ainsworth ni yenye hapo Kamkunji. Hapa nipo umeenda boarding? Hapana, boarding nimeenda AIC Girls in Kajiado. Hiyo ni class 4. Class 3. Kajiado. Mwadhani. Kumekauka, kulikuwa kumnakauka huko. Nikakaa boarding hapo. Na utasoma, were you a bright girl? Nilikuwa very bright. Lakini nilikuwa very cheeky and noisy in class. Sasa ilikuwa yani report for unakuja unafika nyumbani uko number 1 lakini unaambiwa but cheeky and noisy. Yani nachapwa hii noisy mdomo hii. Mdomo kabisa. Class yani kwa noise maker haukosi. Yani sasa nikifika nyumbani ninatandikwa. Yani uko number 1 lakini bado unachapwa kwa sababu ulikuwa na tabia tu noise maker. Lakini mambo ya school fees hiyo hapana kufukuziwa? Hapana, hiyo sikupata shida kwa sababu baba alikuwa anafanya kazi na bado alikuwa anafanya biashara kidogo. Ilikuwa si mbaya. Si mbaya tu. Siwezi sema tulikuwa vibaya. So mimi nilienda boarding. Nikakaa. Tulikaa hapo Isili mpaka nikafika darasa la 7 ama class 7. Class 7. Kufika class 7 ndio tukahama. Mtahamia wapi mama? Tukahama pali tunaishi mpaka wa leo. Pali estate inaitwa inaitwa Rimpa, Ongata Rongai. Ongata Rongai. Hapo sasa ndio tulihamia baada nilifika kama nikiwa darasa la 7. Ndio tukahamia huko. Sasa ndio baba alikuwa amejenga huko. Tukahamia, so tukaacha ile ploti sasa kukombolesha. Ile ploti ilikuwa ni ploti ni ya Wakisii. Sisi pia tulikuwa ni wamiliki pale. Yani ni ploti imekombolesha watu wengine but pia sisi ni wamiliki. Yani tunachukua rent. Oni yenyu? Itu nyumba tu room. Tunatoa kugonga wazee kujipanga. Wakisii pia ni watu wamegoda deviraga kama Wakikuyu. Negoro. Hiyo siku kama rent ilikuwa kama how much karumka moja hizo? Hata siwezi kumbuka lakini ni kitambo. Labda thao, siwezi kumbuka ni kitambo. Labda thao ni kitambo. Kwa hivyo mkiwa na nyumba 3 ni thao 3. Na mko juu thao 3 hiyo ilikuwa pesa nyingi sana. Sasa hiyo thao 3 sasa hizi ni kama maybe hata 1300. Unajua ilikuwa pesa nyingi sana lakini kitambo siwezi kumbuka, nilikuwa mdogo sana. So tukahamia, baba kajenga. Tukahamia Ongata Rongai. Hapo Rimpa. Hiyo ni Ongata Rongai. Rimpa. Hapa kwa nani Ngogoyo. Ngogoyo hata ndiye alikuwa amekuwa MCA wetu na ndio mjumbe wa mama yangu. Pale Ongata Rongai. Sasa huko ndio tumeishi mpaka sasa. Mama anaishi pale. So kabla sasa tumehama, that's okay. Sasa pale umesoma vizuri, you're a cheeky girl. Ukafikisha class 8 ukiwa boarding. Are you a performer? Umeperform pale class 8? Nikaitwa Moi Girls. Isinya. So ikakuwa pale siwezi enda tena Kajiado. Ikakuwa nini? So nikaenda
Murang'a. Sasa mbona ujenda Moi Girls Isinya? Kwa sababu sitaki hiyo environment, nilikataa. Alafu wazazi pia walikataa. Nilikuwa Kakonda, yani unajua ile umekonda gai. Na saizi unakataa kukunywa, naona unakunywa coconut water. Lazima tutengeneze mwili ya kukimbia hii town naye. Lazima gotikire nyama yatamenyaga hayo. Ulikuwa mkonda wewe? Yani sikukuwa na hakuna ati mafro akunya. I was the smallest in our class. Mafurumanya onge. Yani mimi ndio nilikuwa kafupi Kakonda. I was the smallest in class. Atea. Yani nikimaliza shule I was one of the biggest. Yani sijui ni maajabu ya Mungu. Wow. I was the tiniest. Nilikuwa kafupi Kakondo. Yani kadogo. Haya. Kadogo, very tiny. Haya, wewe uko na mtoto mdogo akina Kajemo, mtakuwa wakubwa. Kuna hope. Haya. Sasa nijua pale ilikuwa imekusumbua ama because of going too early in boarding school? I think nilienda hata kupata balanced diet. Sasa unajua hapo hata hakuna sijui balanced diet ni shida. Unajua pale shule balanced diet mnakula githeri. Wakati wote upati maziwa, upati alafu ile mafikira homesick kila wakati, you know. So unapata kama ukiwa yani hauna raha. Lakini lazima sasa uende boarding. Yani kitambo wazazi si kama saizi ati mtoto wangu anambia mami I don't want this na namfanyia. Hapo ni shule hivyo basi. Mimi yani ningekataa, babangu atanichapa, ataniambia unajua niko na ngapi, niko na wengine 8. Wewe hata nikiweka kwa sock pit yani atuki kuna wengine. Niko na wengine. Wow. So nikaenda high school. Yes. Nikaingia Mombi. Ulipata kama marks ngapi? By then ilikuwa out of 700 I had 476. Oh, that's good marks. 476. Yes. Ukaenda sasa Mombi Girls. Nikaenda Mombi Girls. Umeingia Murang'a. Yes, umeingia Murang'a. Na kabla uende Mombi Girls, you are a parent now. Yes. Na ulienda boarding school ukiwa very young. Yes. Na unaweza ambia wazazi, is it a good thing or for you is not a very good thing? Unajua vile sisi tulilelewa na vile tunalea watoto wetu saizi ni tofauti sana. Saizi me I would say if given I'll not take my child. Siwezi mpeleka boarding. Kama yani ukiwa na uwezo. Unajua saa zingine unampeleka kwa sababu ya situation. Kwa sababu kama mimi nikienda pale unapata mama ndio alikuwa anashughulika biashara, unapata zingine huko Kisii wapi. So inakuwa baba ndio tunakaa naye sana. Na sasa kwa sababu mnakaa na baba sana na baba anafanya kazi na nini, sasa ikawa wacha niende boarding inakuwa rahisi. Unaenda juu ya situation. So hata saizi kakuwa mtu unaweza kama unaweza kukaa na mtoto afadhali awe day school kwa sababu utamfuatilia, utajua ni nini masomo anafanyaje. Lakini ikiwa hawezi situation basi unaweza mpeleka boarding. But mimi siwezi advise kupeleka mtoto boarding mapema hivi ikiwa mdogo sana. Kwa sababu hata ndugu zangu pia na my dada zangu pia walienda boarding. Okay, hawakuenda boarding nilienda, walienda Molo Academy. So hawakuenda boarding yenye nilienda, but still yani unaona watoto homesick. Yani inatosha mtoto akiwa mdogo. Boarding ukaweza kupeleka mtoto labda akiwa mkubwa kidogo. Akiwa mkubwa kidogo unaweza mpeleka kama high school iko sawa. Lakini standard tu jameni. So siwezi advice. Yes. Wapeleke boarding school kama unaweza. Well done. So tumeingia Mombi Girls. Inakupeleka aje? Although unaniambia hakuna ma-stress za school fees. Mzee ako sawa? Yes, hatukukuwa na stress. Mimi nikisoma okay. Sikukuwa na stress ya school fees. So nikaingia Mombi Girls. Mombi Girls tukafanya hiyo How was it? Nikifika kulikuwa baridi Murang'a. Ile milima tunaenda cross country milima pale. Alafu shule iko pale ilikuwa kuna mali inaitwa Mjini. Hapo nini tulikuwa brother school ilikuwa Mohai. Murang'a High. Top school. Ilikuwa brother school. So hapo